tunawapenda sana. Asante. Pengine kuna mtu kwa sasa ndio kwanza ameanza kutazama. Embu mkumbushe haswa kwa kuanzia kwako Miriam, wewe ni nani? Mimi kwa majina yangu yaliyozoeleka naitwa Miriam Thomas Chirwa. Kwa majina yangu ya vyeti vya kuzaliwa naitwa Miriam Edward Mwakionde. Okay. Hii Chirwa ilitoka wapi na Mwakionde ilitoka wapi? Miriam Chirwa ni jina la bibi, sema watu kwenye kuliandika wanalitoa, lakini lenyewe linaandikwa kama Elizabeth Miriam Chirwa. Okay. Haya. Umekaa na nani hapo Miriam Chirwa? Nimekaa na mume wangu mtarajiwa. Eti mume wake Miriam mtarajiwa? Ndio mume wake mtarajiwa, Thomas Kilunga. Thomas Kilunga. Jamani, ulikutana wapi na huyu mrembo? Maana huyu tulimkutana naye Mwanza. Katika mazingira gani? Hapo akiwa kwenye huduma yake ya uimbaji. Okay. Ikawaje? Kwa hapo tukaa kama marafiki, mwisho wa siku tukaamua kwamba tuoane, yani kama mke na mume, kama kutengeneza maisha vile. Wewe hata hujajishtukia hivi kusema jamani, mbona kama kama hivi, labda kama kadogo karembo, labda hujajishtukia hivi jamani? Hapana, sio kadogo, haka kawa ni kakubwa. Sema muonekano wake naweza kusema kadogo, kumbe ni kakubwa. Wewe kweli? Ni kweli. Kitu gani kilichokuvutia kutoka kwa Miriam? Kwa upande wake ni mwaminifu, kwa mcha Mungu, nikaona kile jambo ni sawa. Anakufaa. Ananifaa. Mikakati yenu ilianza lini ya kutaka kufunga ndoa mpaka hapa mlivyofika? Ilianza lini na nini kiliwasukuma? Mikakati yetu hapa ilianza toka mwezi wa 12 2025. Kwa tukaona kwamba ile jambo kulikamilisha kuliko kuwa kuliweka kimya wawili. Kwa kuliweka kwa wazazi, kila mmoja ajue, kwa ili kukamilisha ile jambo liwe sawa, kuliko yale mahusiano yale ya kujificha. Ikawaje? Kwa ikawa hivyo, tukaanza hizo hatua, kila mmoja upande wake akaja nyumbani wakamtambua, na mimi nikaja huko hapo nyumbani wakanitambua. Kwa mara ya kwanza expression ya wazazi ilikuwaje? Kwa mara ya kwanza kwa upande wake changamoto zilikuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo tukazishughulikia, ndio hapo kila kitu kaenda sawa, tukaelewana. Kwa ndio mambo yakaenda sawa. Okay. Sawa. Eti Miriam, mambo yameenda sawa kweli? Mambo yameenda sawa. Kifupi wazazi hawakuwa na shida, mimi ndo nilikuwa na shida. Eti wazazi hawakuwa na shida, Miriam ndo alikuwa na shida? Upande wake alikuwa bado anaona kama vile utani. Kweli? Akajulikana kama anafanyaje, kama vile labda anadanganya. Kwa ndio maana ikawa changamoto ni nyingi. Ikaenda mwisho ikawa sawa. Nilikuwa nimekaa na walokole fulani, wakawa wanawazungumzia, wanasema ndoa za siku hizi wale washavunja amri jamani tayari. Jamani, eti hii imekaaje kwenu? Yaani hapo kuvunja amri, yani kiaje hapo, sijaelewa. Tayari mnafahamiana, eti ni kweli? Hapana, labda tu kwenye Miriam unasemaje? Hakuna, washindwe. Eti kweli mnafahamiana? Tufahamiane. Kwa nini? Kwa nini bado jambo hajafika mwisho wake. Mpaka lifike mwishoni. Mpaka lifike mwishoni. Kwenye masuala ya ndoa kuna changamoto nyingi sana. Kitu gani ambacho mpaka sasa mnasema kwamba ili jambo Mungu atusaidie, au kama kuna yeyote anaweza akajitokeza akakava, itapendeza? Changamoto zenyewe zipo, kwa nazo tunakabiliana nazo, namna ya kuzishughulikia. Nimeona wabunifu wengi wa mavazi wamejitokeza. Tumejitokeza sisi Maimartha Designs, wamejitokeza Ana Collection, Suti Bega. Wote hawa wamejitokeza kwa ajili yenu.
Tukianza kwa wewe bwana harusi mtarajiwa, tutaenda kwa Miriam. Mna lipi la kuwaambia? Hapo cha kusema Mungu awakumbuke, Mungu awabariki kwa kila mmoja kuamua kuguswa na kutushika mkono. Kwa Mungu akumbuke katika mambo yao yote. Amina. Na Miriam una nini la kusema? Mimi kwa kweli sina cha zaidi ya kuwashukuru sana. Mungu awabariki wote waliojitoa kwa ajili yetu na sana kwa ajili yangu, maana sisi wanawake ndo tuna mambo mengi ya mavazi. Mungu awabariki sana, na wanaohitaji kutusapoti pia Mungu awabariki, na pia tunawakaribisha kwa sababu bado maandalizi yanaendelea ya harusi. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Mimi kwa kweli sina cha kusema sana. Miriam anasema hana cha kusema sana. Lakini vipi mtu wa mapambo mmempata, wa chakula mmempata? Kwa upande wangu hapo kwenye mambo ya chakula, kwa hiyo kwa kusema hapo siwezi kusema sana. Miriam kwenye mambo ya chakula ndio hizo taarifa nazo. Ndio hizo taarifa nazo. Na Miriam, una taarifa za upande wa chakula? Kwa kweli taarifa bado, vitu bado havijakamilika. Kwa kweli kwa upande wa chakula bado, watu wanaohitaji kutusapoti iwe kwa chakula iwe kwa fedha, namba nitawatajia, itawekwa hapo, ataweka hapa Mama Waimatha ataweka hapo namba ya lipa, na itawekwa na namba ya mawasiliano. Ya lipa inakuja kwa jina langu mimi Miriam Edward Mwakionde. Ya mawasiliano ni namba ya baba. Kwa sasa hivi ya kwangu haitoki kwanza. Okay, haitoki kwanza, sawa. Lakini huenda kuna watu ambao wanatoa huduma hizo wanaweza wakahitaji kuwatafuta. Mnaweza labda mkataja namba moja kwa moja hapa? Ya namba ni 0684 176 222. Hiyo akipiga ni namba ya baba Miriam, wanampata baba Miriam mwenyewe. Okay, sawa. Mpambaji je, amepatikana? Mnahitaji kuungwa mkono? Kwa kweli bado tunahitaji kuungwa mkono. Siwezi nikasema vitu bado havijakamilika kwa ufupi. Okay. Bwana harusi huyo, Upo tayari kuishi na Miriam maisha yako yote? Niko tayari. Kwenye shida, raha, maradhi. Niko tayari. Jamani, hongera sana. Asante. Miriam ni mwanamke wa aina gani, yani akiwa ndani ya nyumba? Miriam ni mwanamke anayejitambua. Okay. Anajitambua, anajielewa. Haya, asanteni sana jamani. Kuna mtu anajiongeza? Sije nikaanza ombea. Hivi haijawahi kutokea hata siku moja Miriam ukakuta message ya mwanamke mwingine kwenye simu ya mume wako mtarajiwa? Haijawahi tokea, la kwanza. La pili, mimi nimejiwekea kitu kimoja. Najua jambo lililopangwa na Mungu ni ngumu sana, hata kama kuwe na milima na mabonde, lakini litasimama pale pale. Na kingine, Mungu amebariki hili swala limefika kwa wazazi. Mungu ameruhusu mimi niwe shina. Kwa wengine wanaokuja ni matawi tu. Yatapukutika, yataondoka, mimi shina nitabaki. Wewe. Kwa hiyo unakaribisha matawi yaje? Siyakaribishi matawi yaje, lakini kwa nini nimesema mimi ni shina? Kwa sababu sio mimi tu, hata mtu yoyote, binti yoyote ambaye anaenda kuingilia mahusiano ya mtu mwingine, yeye ni tawi. Wale michepuko yote ni matawi hayo. Yatakatwa, shina litabaki. Asante. Miriam anajiamini. Mmemsikia, yeye ni shina. Haya, we bwana, na wewe uko tayari kukaribisha matawi? Hapo hapana. Haujawahi hata siku moja na wewe kusikia labda Miriam anakulalamikia labda kwa sababu ya wivu wa vitendo ulivyofanya? Hapana, hajawahi kulalamika. Haya, MAI TV tunatakia kila laheri jamani, ndoa yenu ikawe ya heri, sisi tupo na nyinyi mpaka kieleweke. Tunashukuru sana. Asante. Neno moja kwa Watanzania Miriam? Mimi kwanza nawashukuru Watanzania na watu wa nchi zote ambao wameendelea kumfahamu Miriam tangu akiwa mdogo. Wapo waliomwombea Miriam tangu akiwa mdogo mpaka sasa hivi amekuwa binti,
Nawashukuru, Mungu awabariki sana, na ninawaombea pia na nyinyi huko mliko, Mungu aendelee kuwatunza na kuwainua. Pale ambapo kuna changamoto za hapa na pale, Mungu akaziondoe. Ninawapenda. Mimi ndio yule yule wa elimu ni mwanga naenda. Jamani, aendelee au asiendelee? Haya, unaambiwa aendelee. Tuendapo kwa kasi mpya, ari mpya na nguvu mpya, miundombinu ya elimu ibadilike. Elimu ni mwanga, ni wema wake Yesu naenda. Jamani, Miriam ndio anaenda hivyo, anaolewa. Basi usisahau kututembelea kwenye digital platform zetu My TV, na wale wapenzi mnaopenda kushona na kukodisha nguo za sherehe, mabibi harusi wetu tunawakaribisha sana. Tupigieni 0714080880. Asanteni. Sawa, mimi nawakaribisha jamani kwenye kitchen party yangu. Wote mtakaohitaji kufika mtawasiliana na Maimartha Manendo, yupo hapo. Wow. Kwenye mambo ya mashono ya nguo ya kitchen party. Kwa